Bwana, leo nataka nikujuze kuhusu bwana mgongano wa kimaslahi. Kwa Kiingereza tunaita conflict of interest. Nini hasa ni mgongano wa kimaslahi? Sasa leo hii nataka nikutolee mfano au story fulani ambayo inarelate na hii conflict of interest, alafu baadaye tutapata majibu nini hasa au conflict of interest ina maana gani. Mwishoni tutapata majibu. Bwana, kuna jamaa mmoja aliyokuwa anaifanya kazi ya uandishi wa habari ipasavyo kabisa kwenye kituo kimoja maarufu hapa Tanzania. Alikuwa ni ripota pale Songea mjini. Huyu jamaa anaitwa Adam Mwaibabile. Bwana, huyu Adam Mwaibabile alikuwa anafichua taarifa za pale katika serikali ya Songea mjini. Alikuwa anatoa mazuri na mabaya ambayo yanafanyika pale katika serikali ya Songea mjini. Bwana, serikali ya Songea mjini ikaona huyu jamaa mwandishi wa habari mbona kama anataka kutuzoea, ikabidi wamkalie kikao. Wakamkalia kikao ili waweze kumshughulikia ipasavyo, kwa sababu kuna vitu anavyofishua na serikali ya Songea mjini ilikuwa haipendi au haipendezwi na mambo anayoyafanya, baadhi ya mambo ambayo anayafanya. Bwana Adam Mwaibabile alipenyezewa ujumbe na moja kati ya watu ambao walikaa kikao cha serikali ya Songea mjini ili kumshughulikia bwana Adam Mwaibabile. Adam Mwaibabile akapenyezewa ujumbe kwamba bwana, kuna wamekukalia kikao na kuna 1 2 3. Basi Adam Mwaibabile kwa sababu alikuwa ni mwandishi nguli na ni mwandishi hodari, akakaa chini akaandika taarifa ya jinsi gani ambavyo serikali ya mjini Songea inataka kumshughulikia. Bwana Adam Mwaibabile akairusha taarifa katika kituo maarufu kabisa hapa Tanzania, na taarifa ikaenda viral. Baadaye serikali ya mjini Songea ikaja na ikamuuliza bwana Adam Mwaibabile, umepataje unclassified document za serikali, nyaraka za siri za serikali, umezipatia wapi hizi? Bwana Adam Mwaibabile ikabidi wamfungulie kesi katika moja ya mahakama pale Songea. Bwana Adam Mwaibabile alipelekwa mahakamani na kuulizwa bwana, na mahakama ikamtaka ataje kwamba nani aliyompenyezea ujumbe wa yeye kushughulikiwa na serikali ya mjini Songea. Bwana Adam Mwaibabile akakataa kumtaja source, na tunajua kwenye uandishi wa habari kuna kitu kinaitwa anonymous source, source ambaye hafahamiki, source ambaye anakupa information lakini anakupa ahadi au unampa ahadi kwamba jina lake au identity yake yoyote haitotajwa. Kwa hiyo bwana Adam Mwaibabile akakaa kwenye maadili ya uandishi wa habari na kukataa kuitaja jina la mtu aliyompenyezea ujumbe. Sasa bwana Adam Mwaibabile afate nini? Sheria ya nchi, national laws, afate CURT ambayo ndio Constitution of United Republic of Tanzania, tunasema katiba au sheria mama. Na je, Adam Mwaibabile afate journalism ethics au media policy? Hapo alikuwa katika sehemu ambayo hana cha kufanya, lakini yeye aliamua kufata journalism ethics. You have to protect your source, unatakiwa umlinde source wako kwa namna yoyote ile. Basi Adam Mwaibabile alihukumiwa kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukataa au kwa kudharau mahakama na kukataa kumtaja source ambaye alimpa information. Bwana Adam Mwaibabile aliingia gerezani na kutumikia kifungo chake na baadaye alitoka, lakini kwa sasa bwana Adam Mwaibabile nadhani ni marehemu. Tukutane tena wakati mwingine. Ni mimi mtangazaji wako pendwa Hamadi Isa wa UDOM Digital. Asante sana, mpaka wakati mwingine.